Wahenga wanasema ukweli huwa unauma, si ndio? Vipi kama leo nikikwambia kwamba watu wanaokupenda zaidi mara nyingi huwa hawakwambii kabisa? Na kama huzijui dalili hizi, basi unaweza ukawa unawapoteza watu muhimu sana kwenye maisha yako bila hata we mwenyewe kujua. Leo nitakuonyesha dalili 8 zitakazokufanya ujione kumbe unapendwa, na huenda ukashangaa kujua ni wangapi wanaokujali na kukupenda kimya kimya. Usiondoke hapa, kwa sababu dalili ya mwisho karibu watu wote huwa hawaijui. Kupendwa haimaanishi kila mara mtu akwambie maneno mazuri au ya kukusifu tu. Watu wengine hawawezi kusema neno na kupenda au na kujali, lakini matendo yao yanajionyesha wazi wazi. Tatizo ni kwamba wengi wetu hatujui kuyasoma. Dalili ya kwanza ni watu kukutafuta bila sababu za msingi. Watakupigia, watakutumia ujumbe au watakutumia kitu kidogo tu kukukumbusha. Hii siyo bahati mbaya. Akili ya mtu humrudisha pale panapompa hisia nzuri. Hakuna shida, hakuna msaada wanaotaka. Wanataka tu kuongea na wewe. Wanataka tu kusikia sauti yako. Hii ina maana unawafanya wajisikie vizuri. Dalili ya pili, wanakumbuka vitu vidogo vidogo kukuhusu. Wanakumbuka jina lako la utani, kitu ulichokisema zamani, au jambo lililokuhuzunisha. Hii inaonyesha walikusikiliza kwa umakini, na hilo hutokea pale mtu anapokuwa anakujali. Wanakusikiliza zaidi kuliko wanavyoongea wao. Wewe ukiongea, wao wanasikiliza. Hii ni nadra sana. Kama wanakumbuka mambo madogo kukuhusu, jua wanakupenda. Dalili ya tatu, wanakujali hata ukiwa haupo. Unakuja kusikia, tulikuwa tunakutaja jana. Mtu akikutaja bila uwepo wako, mara nyingi ni kwa sababu una nafasi kubwa kwenye mawazo yake. Hujasema chochote, lakini anauliza, uko sawa kweli? Kama wanaulizia hali yako mara kwa mara, sio salamu tu, bali wanataka kujua unaendeleaje. Dalili ya 4, wanakusikiliza bila kukukatisha. Katika dunia ya leo, kusikilizwa ni nadra sana. Kama mtu anakupa umakini wake kamili, anathamini sauti yako na anakuthamini na wewe pia. Kama wanakusikiliza bila kukucheka au kukukatisha, unapoongea wanakaa kimya wakusikilize. Hiyo ni heshima kubwa, na heshima huja na upendo. Dalili ya 5, wanakujali hata ukiwa kimya. Hawahitaji uwepo wako ili wajue kuna kitu hakiko sawa. Wanakuuliza tu, uko sawa kweli? Hii ni dalili ya upendo unaotoka ndani ya moyo na sio wa kinafiki. Kama wanakuja kukuona au wanakupigia ukiwa kimya kwa muda, hawasubiri uombe msaada. Wanaona kuna jambo haliko sawa. Dalili ya 6, wanakutetea hata ukiwa haupo. Ukikoselewa bila haki, wanasimama upande wako. Mtu hatetei kile asichokijali. Kama wanakutetea ukiwa haupo, mtu akikusema vibaya, wanasema, hapana, huyo hayuko hivyo. Hiyo hufanywa na mtu anayekujali. Dalili ya 7, furaha yako ni furaha yao. Ukifanikiwa, wanafurahia kwa dhati ya mioyo yao. Hawapunguzi wala hawalinganishi. Hii ni ishara nzuri ya mtu anayekupenda bila kukuonea wivu. Dalili ya 8, wanakukubali vile ulivyo bila kukurekebisha. Hawakulazimishi ubadilike ili wakupende. Wanakupenda ukiwa vile ulivyo. Hii ndiyo aina ya upendo adimu zaidi duniani kwa sasa. Mwisho, kama umejiona hata kwenye dalili 2 au 3 kati ya hizi, basi ukweli ni kwamba haupendwi kidogo, bali unapendwa zaidi kuliko unavyodhani, ila hukuweza tu kutambua. Kabla hujajiona hauna maana, kumbuka kuwa watu wengi hawaonyeshi upendo wao hadharani, bali wanaonyesha kwa vitendo. Niambie hapo chini kwenye comment, ni dalili ipi imekugusa zaidi? Na kama video hii imekufungua macho, mpe mtu mwingine pia nafasi ya kujitambua. Share. Asante kwa kuitazama video hii mpaka mwisho, na kwaheri.